Habari za mchana. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameniwezesha leo kuja leo. Hii ni kwa neema zake. Na nashukuru kwamba hata nyinyi wote ni wazima. Isipokuwa mmoja tulisikia amepata changamoto. Lakini mimi naye atakuwa mzima. Mapigano na timu tunashukuru, naona feedback ni nzuri. Tangu tumeanza kuitumia event. Naona mjatuangusha. Tunashukuru sana. Pia kwa niaba ya mkuu wa chuo na DHRMA, naomba tu nichukue nafasi hii kuambia asanteni sana kwa kuja. Mara nyingi mtu akishatendi hii kozi huwa ana tendency ya kwenda off akifika ofisini. Au watu wengi wakifika miaka 52, 55 anaanza kuondoka ofisini taratibu. Si ndio wenyewe? Utaona ana concentrate sana kwenye mambo yake huko aendapo. Sasa naomba tu kwa niaba ya uongozi na watoto kwamba muendelee kuwa watumishi wema na muendelee kuhamisha ujuzi. Kwa sababu katika muda ambao TRA inawahitaji ni muda huu. Kama mtakumbuka kabla ya mwaka 2023 TRA ilikuwa na watumishi 4,000. Sasa hivi tuna watumishi 8,000 kama na 800, which means tuna new generation ndio ziko maofisini. Sasa na ninyi ndio mnaondoka au mko kwenye njia ya kufanyaje na kutoka. Kwa maana yake mna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mnarahisisha nini ujuzi. Na sivyo mtaondoka hapo mtaiacha mamlaka mkiangalia mkiwa nje hivi. Unasema hii sio mamlaka tuliofanyaje? Tulioiacha. Kwa sababu ni changamoto kweli. Kwanza ni kuna changamoto ya kizazi kwamba is a new generation. Ina different thinking. Kijana anampa kazi anaingiza tu kwenye chat kule. Sasa ujue kwa hizi taarifa za mamlaka, si ndio? Taarifa za mamlaka ukiingia kwenye chat, zinabaki kwenye chat GTP. Ambazo ni confidentiality na tuna breach hapo. Kwa kuna vitu vingi wanahitaji kufanyaje? Kujengewa uwezo. Na watu wakijengea uwezo ni sisi. Watu watamani ile coaching program iendelee vizuri, job training iendelee vizuri, lakini na pia zile in-house training. Pale unapokuwa na nafasi, hebu toa nafasi yako kwa kuwafundisha hao vijana ambao wanafanyaje? Wanaibukia sasa hizi. Nadhani hiyo ndio legacy kubwa mtakayoacha. Na mtu atakuwa anajivunia kwamba mimi bwana fulani alinifundisha nini? Nifundisha kazi. Kama mimi na mimi nilifundishwa kazi na mtu mmoja anaitwa Dunde, amesha staff. Na nadhani wengi mnamfahamu Dunde. Yule mtu alikuwa akifanya naye kazi utajifunza kutokuwa na stress. Yuko kambi. Lakini anafanya nini? Anafanya kazi. Nakumbuka siku naomba kwenda kusoma nje ya nchi. Yeye ndiye alikuwa meneja wangu. Alafu mimi peke yangu nilikuwa staff nilioko audit. Yaani audit staff tutakuwa mnaondoka hakuna staff. Ila niambia kitu kimoja hata nikikuzuia wewe usiende. Sio kwamba ndio utapata staff wengi wa kufanya kazi. Wewe nenda na TRA ndio kufanya. Lakini kwa meneja mwingine angesema huwezi kuondoka kwa sababu hakuna nini? Kuna staff. Lakini aliniruhusu, sema nenda kasome. Wewe kasome tutajua cha kufanya. Watu watakuja na kazi zitaendelea. Nilikuwa chini ya wale watu, nilikuwa chini ya Mzee Kanire, naye amesha staff. Nadhani tulikuwa na jamaa yangu mmoja ya Kigoma huyu hapo. Yeah, alikuwa custom hizo nyakati hizo. Kwa naamini kwamba unao ni muda wenu nyinyi, kwamba mwache nini. Ili mtu akikuona hata kwa asili kwa yule mama, yule baba ndio alinilisisha nini? Ujuzi. Baada ya kusema hapo, naomba kusema kwamba mafunzo yao yamefungwa rasmi na niwatakie safari njema mtakapokuwa mjini. Asante sana daktari. Nawaje ataongea mambo mengi mazuri na Mungu awabariki ili muweze kwenda kufanyia kazi.